Mathayo sura ya 14 aya ya 22 hadi ya 33. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwa huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakasema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwa ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kama nilivyotangulia kusema mwanzoni mwa misa, leo kanisa inaadhimisha Dominika ya 19 ya mwaka A wa kanisa. Katika somo la kwanza tunakutana na nabii Eliya akikimbilia kujificha katika pango, sababu aliogopa mauaji ya Yezebeli ambaye alitaka kumuua. Yezebeli alitaka kumuua sababu yeye alikuwa ni mfuasi wa miungu ya Baali. Nabii Eliya katika mlima Karmeli alikuwa amewaamuru watu wawakamate manabii wa miungu ya Baali wawaue, ambayo ni miungu alikuwa anaifuata Yezebeli, na alikuwa amepanga wauawe kwa sababu nabii Eliya alipinga sana ibada ya miungu katika Israeli. Kwa hiyo alipinga kuabudu miungu, aliona si jambo zuri kuabudu miungu, na mwacha Mungu wa kweli unaenda kuabudu miungu. Kwa hiyo akapanga wale manabii wa Yezebeli wanaofuata miungu ile wauawe, lakini Yezebeli akampangia mbinu, we Eliya, lazima tukuue. Yaani unataka kutufanya sisi tuache kuabudu miungu yetu. Kwa hiyo Yezebeli akampangia nabii Eliya kumuua. Sasa leo tumesikia katika somo la kwanza nabii Eliya anaenda kujificha kwenye pango kumkimbia Yezebeli asimuue. Wapendwa taifa la Mungu, pamoja na kuwa nabii Eliya alikuwa amepata ushindi mkubwa mbele ya watu, lakini tishio la Yezebeli kutaka kumuua Eliya, sababu hakuheshimu wala kuabudu miungu yake, lilimfanya Eliya kuwa na hofu na kukimbia kujificha pangoni. Lakini Mungu wetu ni mkubwa, alimwokoa Eliya katika ile hatari ya kutaka kuuawa. Tunaona kuwa nabii Eliya alikuwa anakimbia hatari ya kuuawa na Yezebeli mwabudu miungu,
Katika kukimbia kujificha pangoni, Eliya alikumbana na mateso, vitisho, mahangaiko makubwa, matetemeko, ngurumo, upepo mwingi wa nguvu, miamba kutikisika na kupasuka mbele yake, tetemeko la nchi, upepo mkali, ngurumo, moto, vyote vilipita mbele ya Eliya anaenda kujificha. Matukio kama hayo ya ajabu yalitukia ili kuthibitisha kuwa uwezo wa Mungu wetu ni mkubwa na unaweza ambatana na matukio ya kutisha yaliyo nje ya uwezo wa akili za kibinadamu. Wapendwa taifa la Mungu, matukio kama hayo yaliyotukia kama tetemeko, upepo mkali, miamba kutikisika na ngurumo, miungu wala akili au uwezo wa kawaida wa binadamu hauwezi leta mambo kama hayo. Eliya aliyapitia na kuyaona hayo alipoenda kujificha pangoni, kukimbia Yezebeli asimuue, aliyetaka kumuua eti kwa sababu alimkataza kuabudu miungu. Lakini Mungu wetu alimthibitishia kuwa Yezebeli na miungu yake na wafuasi wake hawawezi amuru vitu kama hivyo vilivyo juu ya uwezo wa asili, kama mvua, jua, matetemeko, upepo mkali, moto vitokee. Hivyo anayeweza kuviamuru na kuvidhibiti ni Mungu tu. Miungu haiwezi, miungu ya Yezebeli haiwezi. Kwa hiyo vilipita ili na Yezebeli aone kweli Mungu wa Eliya ana nguvu, lakini Mungu wa Yezebeli, miungu ya Yezebeli haiwezi kuleta vitu kama hivyo anakuviamuru na kuvistopisha, haiwezi. Mungu wetu katika kutenda kazi aweza ambatanisha matukio makubwa kama hayo yaliyo juu ya uwezo wa miungu na akili ya kibinadamu katika kutenda kazi ili kuthibitisha uwezo wake ulivyo na nguvu. Hivyo matukio kama hayo makubwa yaliyo juu ya uwezo wa asili yalitukia ili hata maadui zake Eliya mtumishi wa Mungu waone jinsi nguvu ya Mungu wa Eliya ilivyo kubwa, ambapo miungu ya Yezebeli isingeweza kuambatanisha matukio kama hayo wala kuyaamuru yaache, yatulie. Wapendwa taifa la Mungu, hivyo matukio kama hayo, upepo mwingi, miamba kupasuka, ngurumo, moto, tetemeko, yalitukia ili Mungu wetu awatishe miungu ya Yezebeli kwamba miungu hiyo haina uwezo hata kidogo wa kutikisa dunia na kuituliza dunia. Wapendwa taifa la Mungu, hivyo basi, kwa kuwa mtumishi wa Mungu Eliya alikuwa amepaniwa kuuawa na Yezebeli mwabudu miungu, eti kisa ni kwa vile nabii Eliya alipinga miungu yake na alikuwa ameamuru wafuasi takribani 450 wa Yezebeli wauawe kwa sababu waliabudu miungu. Sasa Yezebeli alitaka kumuua, sababu walipingana na Mungu wa kweli. Hivyo basi Mungu alimthibitishia Yezebeli kuwa hatafanikiwa kumuua Eliya. Eliya alipokimbilia kujificha pangoni, matukio ya kutisha kama hayo, matetemeko na upepo mkali yalipita ili kumuonyesha Yezebeli aone jinsi Mungu wa Eliya alivyo na nguvu za kila aina zilizo juu ya uwezo wa asili na zilizo juu ya uwezo wa miungu. Ndipo mitikisiko, ngurumo, upepo, matetemeko yale yalipotulia, huku na Eliya akishuhudia kwa macho yake live au mbashara, ghafla Mungu akaanza kuzungumza na mtumishi wake Eliya kwa sauti ya utulivu. Wapendwa taifa la Mungu, watu wa Mungu, watumishi wa Mungu wenye hofu ya Mungu na wale wanaomtafuta Mungu wa kweli kwa moyo wa uchaji wanaweza kukumbana na vitisho vya watu wabaya
wakakimbilia kujificha mapangoni kama Elia alivyokimbilia kujificha. Wewe unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu au mtu wa Mungu au mtu mwenye hofu ya Mungu, watu wabaya wanakutafuta wakufanyie mabaya, wewe ukakimbilia kujificha mapangoni, au kama Elia alivyokimbilia kujificha mapangoni, au kakimbilia kujificha popote pale, sio lazima yawe mapango, popote pale, ili kuwakimbia hao watesi wako. Lakini Mungu aweza kukufuata huko ulikoenda kujificha. Mungu wa kweli anaweza kukufuata huko ulikoenda kujificha na kukuokoa. Tunaona jinsi katika somo la kwanza Eliya alivyomwokoa, Mungu alivyomwokoa mtumishi wake Eliya aliyekuwa ameenda kujificha katika pango. Hivyo na wewe unaweza kujificha sababu ya adui wako anayekutafuta, lakini Mungu akakuokoa katika ile hatari kama Eliya alivyookolewa katika pango. Hata mtu mwenye imani kubwa namna gani anaweza kufikia wakati akakata tamaa sababu ya hofu ya maadui, lakini Mungu wa kweli yuko nawe kukusaidia. Hebu angalieni, Eliya alitishiwa na Yezebeli, lakini Mungu wa kweli alimsaidia na kumwokoa. Wapendwa taifa la Mungu, matetemeko, upepo mkali, moto vilipita alipokuwa ameenda kujificha Eliya, lakini Mungu hakuwemo katika yale matetemeko, na makelele yalikuwepo mengi, ila ulipopita upepo mtulivu, Mungu alikuwemo, akaanza kuzungumza na Eliya. Wapendwa taifa la Mungu, Mungu wetu anatenda kazi na kutujia katika sauti za utulivu. Tuondoe makelele katika mioyo yetu ili tuweze kuzungumza na Mungu atusaidie. Mungu aweze kuzungumza na wewe katika makelele yanayouzi watu, yanayomuuzi Mungu. Mungu anatujia kuzungumza na sisi katika sauti za utulivu. Watu wengine wamejaa makelele sana mioyoni mwao. Makelele hayo yanaweza kuwa ni chuki zilizo ndani ya moyo wako, makelele ya visasi, makelele ya vinyongo, makelele ya kutafutia mabaya watu wengine, makelele ya uchonganishi, makelele ya kulaumu, makelele ya malalamiko, makelele ya kukatisha tamaa wengine, makelele ya madharau, makelele ya kutokusamehe wengine, makelele ya vinyongo na mengine mengi. Yote ni makelele katika mioyo yako. Ukiwa na mambo yote mabaya, hayo yote tunasema ni makelele ambayo Mungu hataki kuyasikia. Ondoa mambo kama hayo moyoni mwako ili Mungu azungumze na wewe na akujalie neema zake. Inatupasa tufuate amani na utulivu katika maisha yetu ili Mungu aweze kuzungumza katika mioyo yetu. Rejea Waebrania sura ya 12 mstari wa 14 inayosema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana kama asipokuwa nao. Wapendwa taifa la Mungu, tuje katika injili ya leo. Tunakutana na muujiza wa Yesu kutembea juu ya maji. Baada ya Yesu kulisha watu 5,000, aliwatuma wanafunzi wake waende mbele kwa mashua, ndipo wakakumbana na dhoruba baharini. Wapendwa taifa la Mungu, wakati mwingine Yesu anaweza kututuma katika safari ambayo hatujui itakuwaje. Wanafunzi wake wamekumbana na dhoruba baharini wakati walianza safari kwa amani kabisa. Mungu anaweza kukutuma ukafanye kazi, lakini hujui utakumbana na matatizo gani. Wanafunzi wake wamekumbana na dhoruba, wakaanza kupiga yoyo wakisema, Bwana tuokoe, tunakufa. Hata wewe unaweza kukumbana na mambo mabaya katika kufanya kazi zako, ukamlilia Mungu akuokoe katika hatari. Unaweza kuwa unafanya kazi ya Bwana ukakumbana na madhoruba, ukakumbana na dhoruba mbalimbali, dhoruba za majaribu mbalimbali.
Hata katika maisha yetu ya kila siku huwa tunakumbana na dhoruba mbalimbali. Dhoruba hizo zaweza kuwa ni dhoruba za magonjwa, dhoruba za hofu, dhoruba za kutofanikiwa, dhoruba ya umaskini, dhoruba ya kutopata kile unachotafuta, dhoruba ya ukosefu wa imani. Madhoruba yapo mengi sana yanayoweza kutukumba katika maisha yetu. Hayo yote yakitupata, tunapaswa kumwomba Mungu atuokoe, kama wale waliokumbana na dhoruba baharini wakamwomba Yesu aweze kuwaokoa. Na sisi tukikumbana na madhoruba kama hayo, tunapaswa tumuombe Mungu atuokoe. Wapendwa taifa la Mungu, tunamuona pia Yesu akitembea juu ya maji bila kuzama, jambo ambalo haliwezekani kwa wanadamu wa kawaida. Hapa tunaona ni muujiza mkubwa unaothibitisha umungu wa Yesu. Mtu mwingine asingeweza kutembea juu ya maji asizame, labda kama anaogelea, lakini Yesu alikuwa anatembea kabisa, amesimama, lakini hakuzama. Huo ni muujiza unaothibitisha umungu wa Yesu. Wapendwa taifa la Mungu, yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ndio maana Yesu ametembea juu ya bahari bila kuzama. Pia katika Injili tunamwona Petro akijaribu kumuiga Yesu akisema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru na mimi nitembee juu ya maji nije huko uliko. Yesu anamwambia Petro, njoo. Petro anathubutu kutembea. Anapoona upepo anakuwa na hofu na kuanza kuzama. Anapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Wapendwa taifa la Mungu, tusitumie muda wetu mkubwa kuangalia ukubwa wa matatizo bila kumtanguliza Yesu kwanza. Tusitumie muda wetu mkubwa kuangalia ukubwa wa matatizo bila kumtanguliza Yesu kwanza, ili ayatatue hayo matatizo. Kwa mfano, Petro hakuzama kwa sababu maji yalikuwa na nguvu kuliko Yesu, bali alizama kwa sababu macho yake yalihama kutoka kwa Yesu na kwenda kwenye upepo, na kukazia kwenye upepo. Nguvu zake zote anazielekeza kuangalia upepo bila kumwangalia Yesu ili amsaidie, kwa sababu Yesu ana uwezo wa kuamuru upepo utulie. Yeye alikazia nguvu zake zote kwa upepo. Kwa hiyo tusitumie nguvu zetu kukazia katika shida tulizo nazo, kuhangaika na matatizo huku tumemwacha Yesu. Tumtangulize Yesu katika kila shughuli tunazofanya, kila shida tunazokumbana nazo, kwa sababu ana uwezo wa kudhibiti hizo shida. Wapendwa taifa la Mungu, kwa mfano, fikiria labda mtu yuko ndani ya gari, amebebwa au amepewa lifti wakati mvua inanyesha kubwa na upepo mkali vinaendelea, akaanza kuogopa kwa sababu haoni vizuri barabarani. Lakini dereva mwenye uzoefu anamwambia hivi, usiogope, acha oga, ni mimi ninayeendesha. Hivyo basi, hata sisi tunahimizwa tumtangulize Yesu ili atatue matatizo yetu. Yesu ndiye mwenye mamlaka. Yesu ndiye anajua wapi tunaenda, wapi tunaelekea. Tusitumie nguvu zetu nyingi sana kutatua matatizo yetu wenyewe, huku na imani hatuna kwa Yesu. Yesu mwenyewe ndiye dereva, anaweza kudhibiti maisha yetu, anaweza kukontrol maisha yetu. Tusitumie nguvu zetu nyingi sana katika kazi tunazofanya, na huku tumemsahau Yesu, na huku tumeacha imani kwa Mungu. Tuwe na imani kwa Mungu ili aweze kuwa kiongozi, aweze kuwa dereva katika kazi zetu zote tunazofanya. Tunahitaji kumwamini na kumtanguliza Yesu kwanza katika kutatua matatizo yetu. Atakayetuambia hivi, usiogope, nitalitatua tatizo lako. Kwa hiyo tusiwe kama Petro, alikazia nguvu zake zote kwenye upepo, akasahau kuwa Yesu ndiye anaweza kudhibiti ule upepo. Kwa hiyo alianza kuzama kwa sababu ya kukosa imani. Tuwe na imani kwa Mungu ili kwanza yale yote tunayoyafanya tuyatangulize kwake,
ili aweze kuyafanya yaende vizuri. Tuwe na imani kwa Yesu atakayesema, msiogope katika changamoto mnazopitia mnazokumbana nazo, mimi nitakuja nizitatue. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu.